Kuna watu ambao mko mahali hapa, mnapitia matatizo katika uchumi, mnapitia matatizo katika ndoa, mnapitia matatizo katika masuala ya afya. Leo nimetumwa nije nikwambie jambo moja. Kuna wakati fulani maadui, wachawi, walozi walimloga baba yako, na kwa sababu walipomloga baba yako alikufa, yani aliishi akafa akiwa katika hizo shida. Kwa kuwafurahisha wachawi, wanaona bado haitoshi, ni lazima waje wakufunge na wewe. Na sasa ili uweze kutoka katika hivyo vifungo, kuna namna ambayo inatakiwa ifanyike kuweza kukutoa katika hivyo vifungo. Kumbuka Petro alikuwa anatembea na Mungu Roho Mtakatifu, lakini licha ya yeye kutembea na Mungu Roho Mtakatifu, bado kanisa katika ile Matendo ya Mitume, maandiko yanasema kanisa likaomba kwa bidii. Kuna watu ambao wanatakiwa wakuombea hata kama una Roho Mtakatifu. Kuna watu leo wamebakia wakiwa na jina tu la kwamba wameokoka, lakini bado wanatembea na vifungo. Maisha yao hayabadiliki, maisha yao hayasogei, maisha yao ni ya taabu, maisha yao ni ya shida. Wamefungwa na vifungo mbalimbali, wamefungwa minyololo, wapo kwenye gereza, na hilo gereza lina walinzi wanne, kwa sababu wanajua wachawi akichomoka hapo, huyu ni mtu mwingine. Sasa kuna watu ambao wanapitia pia kwenye roho za madeni. Kuna watu ambao wanadaiwa sana, wana madeni kiasi kwamba wameshindwa kukwamka katika maisha yao. Naomba unitafute ikiwa wewe ni mtu ambaye ninakuzungumzia mahali hapa. Mungu Roho Mtakatifu amekusudia. Nataka unitafute kupitia namba unazoziona hapo, 0785 08 58 98, na Mungu wa mbinguni ataenda kutenda jambo jipya katika maisha yako. Ukisoma katika Yoeli 2 mstari ule wa 25, maandiko yanasema, nami nitarejesha miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu. Wako watu ambao miaka yao imeibiwa, wako watu ambao uchumi wao umeibiwa, wako watu ambao kazi zao zimeibiwa, wako watu ambao ajira zao zimeibiwa, wako watu mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa wanasumbukaga na ugonjwa mmoja tu, miaka nenda rudi. Sikiliza, huo ugonjwa ungekuwa ni wakukua, ungekufa tangia mwaka jana, lakini ukiona ugonjwa unasumbuka nao mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, jua kabisa hiyo ni roho ya ugonjwa imerushwa kwenye maisha yako. Hivyo naomba unitafute ikiwa una imani, ikiwa wewe ni mtu uliyekusudiwa, naomba unitafute. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu, mahali popote pale unaponitazama. Mimi unayenitazama ninaitwa Apostle Justin Semba, na Roho wa Mungu juu yangu amenitia mafuta nije niwahubirie wanyenyekevu habari njema, na amenituma nije nitangaze uhuru wa waliofungwa. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 12 ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema, panapo majira yale yale mfalme Herode kwa kuona imewapendeza Wayahudi, kwa sababu Herode alimuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Alipoona Wayahudi wanafurahia lile tukio, akaona tena anyoshe mkono wake kwa mtumishi mmoja anaitwa Petro. Nataka niseme nini? Naomba unisikilize kwa makini sana, wewe ambaye umekuwa una shida katika masuala ya uchumi, una shida katika masuala ya ndoa, una shida katika masuala ya afya, una shida ambayo imekukamata kwa muda mrefu sana. Umekuwa unaomba, umekuwa ukifunga, lakini bado huoni mpenyo, huoni mwanga, huoni nuru, bado unaona ipo giza. Sikiliza, wakati Petro amekamatwa, maandiko yanasema akawekewa askari 4 wamzunguke kila pande, na hakuwa tu na hao askari, kwa sababu pia askari walikuwa wanataka kujiami, wakamfunga minyololo katika miguu na mikono yake. Nini maana yake?